Sasa wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, tulikuwa na mikopo ya 10%, na mikopo hii ukizunguruka nchi nzima vijana ndio wanayoijua. Ukiwauliza atakwambia 10% za halmashauri. Lakini leo nataka nikwambieni ukweli, ipo mifuko zaidi ya 70 chini ya baraza la uwezeshaji. Ila changamoto kubwa tulioiona, vijana hawajui kwa sababu baraza la uwezeshaji bado hawajafanya kazi yao vizuri. Bado wamekaa wamejifungia ofisini, hawajatoka wakawaelimisha vijana ni mifuko gani na fursa gani wanazoweza kuzipata wakaweza kujikwamua. Na hili bila kupepesa macho, ndugu zangu wa baraza, mnatakiwa mjitathmini. Niambieni, nipigeni makofi, nimewaambia ukweli. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais alivyoingia madarakani akaanzisha mfuko maalumu ambao huko nyuma haukuwepo. Ziko fedha nyingi zinakuja katika halmashauri zetu kuja kujenga mashule, kuja kujenga mahospitali, kuja kujenga zahanati, kuja kujenga vituo vya afya na shughuli nyingine zinazosimamiwa na halmashauri. Sasa Mheshimiwa Rais akasema ni kweli nawapelekea maendeleo ama naoenda kuondoa changamoto za watu, lakini nawaachia hospitali, watapelekwa hospitali. Sasa nataka niwaachie hospitali, niwaachie na ukwasi mifukoni mwao, nikiwa na maana fedha. Nani kama Daktari Samia? Kwa hiyo akaelekeza halmashauri zote nchini kupitia mfuko maalumu unaitwa wa NeST kutenga 30% ambazo ziende kwa makundi matatu yale yale: wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum, lakini kwa sharti moja, wanaotoka katika halmashauri husika. Leo ushahidi huwa tunauona matunda ya mawazo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilipofika hapa nimeangalia kule, nimeona vitanda, vile vitanda vya shule ambayo ipo hapa Newala. Mpigeni makofi Daktari Samia. Kama hiyo haitoshi, nikaona kuna bango lile la shule ya sekondari liko hapa, limechongwa hapa, limeandikwa hapa na vijana hawa hapa. Haya ndio majibu ya changamoto ya ajira kwa vijana. Hatuwezi kuajiriwa sote. Lakini cha kufurahisha kwenye hili kwamba tunaachiwa mradi, tunaachiwa na fedha za kuweza kujikimu, za kuendesha maisha yetu. Daktari Samia oye! Dr. Samia safi! Lakini na kwenye hili nalo tumeona baadhi ya vijana hawafahamu. Sasa tutoe wito kwa wataalamu wetu, tutoe wito kwa watu wetu wa serikalini, tutoke kwa nguvu, tuwaelimisheni vijana namna gani wanaweza kufaidika, ni fursa gani wanaweza kuzipata, ni vigezo gani wanatakiwa kuwa navyo, ili sasa tupate ushindani uliokuwa mkubwa kwa vijana na kazi iendelee. Hapo vipi?